lakini nawapongeza mmemkumbuka aliyekuwa Balsa, na tuliambiwa inkatwa amalu, katika ile matendo yake yaliyokatika, ameacha mke, ameacha watoto. Watoto hawa wanasoma shule nzuri, enzi ya uhai wake, lakini sasa hivi ina hakika sidhani kama wanaendelea pale walikuacha mwenyewe. Hii inaonyesha, nataka tuchukue somo sisi tuondoke nalo. Huyu jirani yetu, lakini sote hapa tuna ndugu na kaka yako aliyekufa au na mdogo wako kaacha watoto, na pengine walikuwa na wasaa nzuri na walikuwa na ushirika mzuri na ndugu yako. Baada ya kufa tu familia ile ya ndugu yako unakwepa majukumu. Tuna ile siku. Laiti wana ndugu wote tungelikuwa hatukwepi majukumu, visingekuwepo vituo vya mayatima, visingekuwepo. Laiti sisi sote majirani tungekuwa tunajua nyumba ile ina yatima, kuna ndugu yetu walikuwa na watoto wake, walikuwa wanasoma, walikuwa wanakula vizuri, sasa hivi hayuko, tuwatazameni. Wasingelala njaa, usingelala njaa, sisemi wamelala njaa, ila siri ya mtungi anaijua kati, hususani ikiondoka nguzo ya familia, abaki mama na watoto 7, 8, Waswahili watoka kidole kimoja. Wewe unamtema na anga ya hapa, sikwambii kwa peke yake, alafu mwanamke picha unalionaje? Hii picha inakutisha zaidi ya mazombi kwa hali zetu tulizokuwa nazo sasa. Kwa nini nimeyasema haya? Ndugu zangu, tumeanza na kuwapongeza, hili lilolifanya ni jambo zuri, lakini ningependa, kwa sababu tunaambiwa idha mata ibn adam inkatwa amaluhu, matendo ya mwanadamu akifa ndio yamekatika, basi kuna mambo hapa yalikuwa yake. Walau sasa hivi kuna Januari kwa hapa tunafanya discussion na wake zetu juu ya watoto wetu mashuleni manini, na uwezo wa kuorganize jambo hili mpaka benchi pengine kutumia hata 3, 4, ngaja nipate 2 tu kwa majirani. Msimpe huyu mama, basi nunueni na madaftari walau uniform ya wale watoto.